Hujambo ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Radio Television Ngyoku International, na kusalimu mahali popote pale ulipo na nakutakia jioni njema na kila laheri hapo ulipo. Mimi ni wako Zakayo Chubaka Pascal, kwa sasa niite sauti ya mzalendo ambaye uko nami. Nikukaribishe, karibu kuungana nami mwanzo hadi mwisho. Nikombe abone, alafu uweze kulike pia na kucomment ili uweze kutusaidia kwa kazi zetu. Na katika niliyokuandalia ni kwamba waasi wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda wameweza kukataa hapo jana kushiriki kwao kwenye mazungumzo ya amani yaliyokuwa yakiandaliwa huko Luanda, Angola, tariki 18 mwezi Machi mwaka 2025 huko Angola, ambako ni mkutano ambao tegemeo la wengi walifahamu ya kuwa ndio mkutano utakaleta amani zidi ya mzozo unaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Hali hii ya waasi wa M23 kukataa kushiriki kwenye mkutano huo wa mazungumzo huko Luanda nchini Angola umezua wasiwasi mwingi kwa baadhi ya wananchi raia wa Kikongomani wanaoishi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakisema sasa hawana tegemeo lingine, maana serikali haina lingine linalopangwa tofauti na mazungumzo yaliyokuwa yakipangwa ambayo walitarajia ndiyo yataleta suluhu ya mzozo unaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku waasi wakitoa sababu zao ambazo zimeweza kusababisha wao kuto kushiriki, wakisema kuwa wameweza kukamatiwa hatua ya vikwazo na Umoja wa Ulaya, huku mazungumzo yakiwa tayari yameshapangwa. Hali hii imefuatana na pia na vikwazo ambavyo raia wengi wamelia na kusema hawana tegemeo lingine mpaka sasa na hawafahamu serikali inaandaa nini. Hawa ni baadhi ya raia ambao tumezungumza nao wamesema inatuletea sisi raia kuwa na uofu mkuu na kujiuliza wapi tutaenda. Sasa tunaona kesi population sinjo venye tutateseka, tunakosa suluhisho itakuwa ya wapi. Imetusikitisha kwa sababu tulikuwa tukijua kwamba ni kwa njia ya maongezi tu tunaweza kupata solution ili kwamba sisi raia tupate amani. Hawa ni baadhi wa raia wa DRC wanaoishi mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huko Kivu Kusini na Kivu Kaskazini, ambao wamezungumza nasi wakitoa malalamiko yao kulingana na hali ambayo inazidi kuwa mbaya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku hakuna tarajio lolote ambalo wanalitegemea kuwa wenda linaweza likasababisha na kuleta amani tena mashariki mwa DRC. Kikosi ambacho kilikuwa kikijulikana kama SAMI DRC ndicho kilichokuwa kikisimamia operesheni ya usalama ila kuweza kuwasaka maadui wa M23 wanaosababisha usalama mdogo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpaka sasa kikosi hicho kimeshaondoshwa na nchi ya DRC ikiwa imebaki na bila kikosi chochote, huku muungano wa mataifa ya Afrika Mashariki SADC na EAC wakiwa na tegemeo kuwa wenda mkutano wa amani ambao waasi wa M23 hawakuweza kushiriki ndio waliokuwa kitegemea kama itatosha suluhu ambayo ingilileta amani mashariki mwa DRC. Wakati hayo yote yakiendelea, wapiganaji wazalendo ambao kwa sasa wamedhibiti baadhi ya vijiji vilivyokuwa vikishikiliwa na waasi wa M23 mkiwemo mji wa Kaziba, Nyangezi, Momosho na Nyantende, ambako waliweza kudhibiti miji hiyo toka hapo jana na mpaka sasa wakiwa wanaendelea kusonga mbele kwa kuhakikisha wanakomboa mji wa Bukavu, mji mkuu wa Kivu Kusini, huku wazalendo wakitoa wito wao kwa raia wa mji wa Bukavu kuweza kukaa na kutulia na kuweza kuwaunga mkono kwa kuwajuza namna adui anavyopanga mipango yake, huku wakiomba kwa raia kuto kuzagazagaa kwenye baadhi ya mitaa, kukaa kila mmoja nyumbani kwake, maana muda wowote ule hali inaweza ikawa mbaya, kwa kuhakikisha wanakomboa mji wa Bukavu. Wazalendo hao wakiomba kwa raia kuweza kuwaunga kwa namna ya kuwasapoti kwa njia ya chakula na vitu vingine kama mavazi, na kuweza kuwapa msaada mkuu kwa kuwajuza hali inavyotembea ya waasi wa M23. Na kufikia hapa sina la ziada ndugu msikilizaji, mimi ni wako Zakayo Chubaka Pascal, nite sauti ya mzalendo kwa sasa, ambaye ulikuwa nami kwenye microphone ya Radio Television Ngyoku International. Seme asante na alamzi.